Kuna huyu binti kaingia kwenye jumba la tajiri mkuku, akaanza kufoka kweli kweli, akidai kuwa walivyomfanyia mama yake lazima walipie. Haiwezekani mama yake apelekwe jela. Huyu tajiri akaagiza walinzi wamkamate binti ili wamtende watakavyo. Binti alikuwa sio wa kawaida, akatoweka. Msako ukaanza. Hivi ilikuwaje mpaka mamake na binti atendewe ubaya na huyu tajiri? Anyway, subscribe kama bado hujasubscribe ili tuanze kwa pamoja. Kuna gari la kifahari limekuja kusimama mitaa ya hapa. Mara ghafla akashuka mzee aliyevalia nguo za kimaskini. Mkononi kabeba bakuli. Akaacha walinzi kisha akazama mtaani kwenda kuombaomba. Huwa anafanya hivi kila siku ya Mungu aisee. Anajishusha kweli kweli, anaonesha ana uhitaji sana na pesa. Ila so hivyo bana, ana sababu zake binafsi. Ona hapa, alivyomsaidia kiasi cha pesa, akajua ni kawaida tu. Bila kujua, amefanya kosa kubwa sana katika maisha yake. Kweli aisee, hata hakufika mbali, kichwa kikaanza kujivuruga. Akawa ni mtu aliyedata kabisa. Akamjuza mfanyakazi wake kuwa asimamishe gari ili watafute bajaji ndo aitumie. Mfanyakazi akawa anashangaa hii imekuaje ise. Muda huo inatakiwa akaonane na wawekezaji wa kampuni. Mfanyakazi aitwaye Ijike alivyopata tu bajaji, wakasepa wakatelekeza gari pale. Hata alivyoingia ofisini amekuwa ni mtu wa tofauti sana. Hataki kusikia habari za wawekezaji wala habari za mtu yeyote yule. Akawatukana kweli kweli pale. Akadai kuwa kampuni yake imejitosheleza, haina shida na wawekezaji. Sekretari akawa anashangaa, bosi kapatwa na nini aisee? Maana wenyewe ndo wenye shida na wawekezaji. Halafu bosi kabadilika, hataki tena wawekezaji. Imekuaje? Naye akatukanwa kweli kweli atoke pale. Alitaka pondwe kabisa na hili likitu hili. Akashika mafaili, anaona yote ni ujinga tu. Baada ya kuvuruga mavitu yote, akatulia Mr. Ikemba. Tuje upande huu wa pili. Huyu mama anaitwa Bianca, yuko na binti yake anaitwa Amuma. Anampeleka shule ili yeye apate kwenda hospitali, maana yeye ni nesi aisee. Wakiwa hapo njiani, wakapita njia ile ile ambako yule ombaomba yupo. Bianca alivyomuona yule mzee, moyo wake ukashawishika aisee kumsaidia. Kimaajabu tu, Amuma akakwapua zile pesa. Akamjuza kuwa huyo sio mtu wa kawaida huyo, na sio mtu mzuri, ni shetani kabisa, hapaswi kupewa pesa. Mama akaanza kumwambia binti yake kuhusiana na ishu za upendo. Ni lazima kuwasaidia watu wasiojiweza kwa kipato chetu hichi kidogo ambacho tunachokipata. Amuma akabaki kwenye msimamo wake ule ule kuwa ukimpa pesa huyo mzee, maisha yako yatabadilika, utarudi kwenye umaskini tena kwa spidi isiyokuwa ya kawaida. Huyu binti Amuma alitoa maneno ya kinabii, ila mama yake hakumuelewa. Akaona binti yake amechanganyikiwa, ni kama mtu fulani aliyelogwa hivi. Ilibidi amuombe msamaha huyu mzee kuwa katoto tu ndo kameleta ujinga, ila siku nyingine atamsaidia. Hapa Bianca ameokoka kwenye mtego wa huyu mzee bila kujua. Yeye binafsi akaendelea kumgombeza na kumlaumu binti yake kuwa tabia yake sio nzuri. Baada ya muda kupita, Mr. Ikemba akazinduka kwenye usingizi mzito sana. Haelewi, ofisi imevurugika kweli kweli. Akaita sekretari wake. Sekretari sura ya huzuni ikawa imemkumba. Akamuuliza tatizo ni nini? Halafu wawekezaji wako wapi? Akaeleza yote yaliyotokea, kuwa amewatukana, amewafukuza watoke zao. Akawa haelewi ni nini kimemtokea ise. Akaomba simu yake ili afanye mawasiliano. Akaambiwa kuwa hakuja hata na simu, labda aliacha kwenye gari. Mara akaja Ijike mfanyakazi wake, akamjuza kuwa mkeo amepata ajali, amedondoka, hivyo amepelekwa hospitali. Ilibidi atoke nduki mzee. Kufika hospitali, nesi sasa ambaye ndo mama yake na Amuma akadai kuwa mgonjwa hali yake ni mbaya sana, na inavyoonesha ameanguka, tena ameanguka vibaya sana, na ukizingatia ni mjamzito, hali yake ni mbaya mno. Hivyo basi inatakiwa alipie pesa ili huduma zianze sasa kwa mgonjwa. Alipotaka afanye malipo, akakumbuka kuwa simu yake hakuwa nayo, waliacha kwenye gari. Ilibidi watoke pale ili wakachukue simu kule njiani.
Wakaja na bajaji mpaka eneo la tukio, ila kwa bahati mbaya tu lile gari halikuwepo. Wauni wameshaliiba tayari. Hapo ndo akili zikawaka moto, haelewi cha kufanya. Huyu mzee Ibrahim baada ya kumaliza mchongo wake wa kuombaomba pale mitaani, akarudi kwenye ndinga yake ili apate kurudi nyumbani. Huyu mzee sio mtu wa kawaida, lazima kuna ishu huaga anafanya na zile pesa za watu. Akawa anajaribu kuulizia pesa zake za benki, akaambiwa kuwa kadi yake haionyeshi kiwango chochote kile cha pesa. Akamwamuru mfanyakazi wake Ijike kama ana kiasi kidogo tu cha pesa amkopeshe ili aweze kukamilisha huduma kwa mke wake. Mwamba naye aisee hana pesa aina yoyote ile. Hapo sasa ndo wazo la kuuza gari yake likaja. Mzee Ibrahim alipofika kwenye kilinge chake, akawauliza wakurungwa kwa nini yule binti mdogo kapata kumtambua. Miungu ikadai kuwa yule binti mdogo ni mtu pekee ambaye atakayehusika na anguko lake. Kwa hiyo sasa inabidi awe makini sana, amtafute yule binti mdogo, amuue mapema mno kabla mambo hayajabadilika, yani kabla mambo hayajachanganya. Akasema kuwa atafanya hilo jambo. Amuma bana katoroka shule, yupo mitaani akiwapa watu mafundisho juu ya maisha na juu ya ukuu wa Mwenyezi Mungu. Akaanza kuwatabiria vitu pale. Huyu mzee mwenye 75 namba anaitwa Nana alimuua mdogo wake ili apate kurithi mali zote, ila vitu vilikuja kumgeuka. Sasa hivi anasumbuliwa na mandoto ya ajabu, hana raha kabisa na maisha yake. Amejaribu sana kwenda kwenye makanisa mpaka misikiti ili apate amani, ila imekuwa ngumu sana. Ameshasomewa madua, amefunga maombi ya kila aina, amemaliza waganga wa jadi, ila kusumbuliwa hakujakoma. Tizama sasa, binti huyu anaijua solution, anaijua njia ya tatizo lake. Ili kuokoka katika majanga yake yote, inatakiwa aende kijijini akawakusanye ukoo mzima, kisha atubu, aongee ukweli. Baada ya hapo atakuwa huru tena. Mzee akakiri aisee, yote yaliyozungumzwa ni kweli. Mara ghafla mama yake akaja pale. Alikuwa anamtafuta sana binti yake, akambeba kisha akaondoka naye. Wadau walimtaka nabii wao aisee, wametokea kumpenda sana Amuma. Ni mdogo ila ana ufahamu na uwezo mkubwa sana wa kutatua mambo. Mr. Ikemba baada ya kuuza gari lake akapata pesa, ila kimaajabu tu alipozitizama tu zile pesa akaanza kuzitupa aisee. Kasha sahau shida zake alizokuepo nazo. Wadau nao wakaanza kuokota zile pesa, wakaongezeka kwa wingi sana, kwa sababu pesa ni za bure na wanaona kuwa usawa wa maisha ni mgumu sana aisee. Kwa hiyo kama pesa inatupwa bure, hawana budi kuishambulia. Asa cha kushangaza, pesa zilivyomuishia tu akili yake ikarudi tena. Nilikuwa natupa pesa, alafu mke wangu ni mgonjwa. Akarudi ili aanze kuokota tena, ila akawa kashachelewa tayari, maana wadau walikuwa washazibeba na kusepa maeneo ya pale. Hapo ndo akadata tena, inabidi arudi tu hospitali, hana namna. Amuma alivyofika nyumbani aligombezwa sana na mama yake, aache tabia yake ya kutoroka shuleni na kwenda vijiweni huko kuongeongea upuuzi na watu. Ila Amuma akadai kuwa anachoongea sio upuuzi kwa watu, yeye anatimiza kusudi ambalo kapewa na Mwenyezi Mungu. Yani anahitaji sana kuwasaidia watu, ana wito. Mama hakumuelewa kabisa, aliona kabisa huo ni ujinga na upumbavu mkubwa. Baada ya zingatie masomo, yeye yuko bize kupiga stori na wazee vijiweni. Mpuuzi mkubwa. Mr. Ikemba kufika hospitali ilikuwa ni bahati mbaya tayari. Mke wake mjamzito alikuwa ameshaaga dunia, tena ameaga dunia kabla ya kujifungua kwake. Hapo ndo alihisi kuchacha aisee, alipagawa maradufu. Asa iko hivi, Mr. Ibrahim zile pesa huaga anakuja kuzizika huku makaburini. Hili ni moja kati ya sharti lake, ambapo anachukua nyota za watu na anazifukia chini. Kwa mtu aliyemsaidia pesa hatokuja kufanikiwa kwenye maisha yake yote mpaka anaingia kaburini. Nyota yake na mafanikio yake yatakuwa yamebebwa na Abraham. Asa leo bana ni siku mbaya sana, maana binti yake alikuwa anapita mitaa hiyo hiyo. Alivyomwona alikuja na jazba kweli, akamfata, akaanza kumfokea baba yake. Kwa nini anamwaibisha? Kwa nini anapenda kujiamulia mambo? Kwa nini ajitese avae nguo kama hizi wakati yeye ni bilionea, ana utajiri ambao hauwezi ukaisha kwa zaidi ya vizazi 4?
Mzee alijitetea, ila binti yake hakutaka kumwelewa. Hataki amuone baba yake kwenye hii hali. Akamtishia kuwa atapiga kelele watu wajae, kisha aelezee kwa nini hadhi aliyokuwepo nayo pia anajihusisha na michongo ya kuombaomba. Mzee kinyonge sana, ilibidi arudi kwenye gari, bakuli likiwa halina kitu kwa siku ya leo. Basi bana, kufika nyumbani alimaindi sana mtoto wake kwa kumuingilia kwenye kazi yake. Anataka mnyime ugali. Binti akawaita walinzi, kisha akawajuza kuwa pindi wamuonapo baba yake anaenda kuombaomba kule mitaani inabidi wamshtue, na wakijichanganya wasipofanya hivyo wajiandae kiakili tu kuwa vibarua vyao vitakuwa vimeota nyasi, wataondoka, hakuna mjadala wowote ule. Mawazo ni mengi sana, haelewi tatizo limetokea wapi na limesababishwa na kitu gani. Yaani ndani ya siku moja tu amejikuta amepoteza vitu vingi sana. Anaona kabisa anaelekea kwenye umaskini, maana vitu vinapuputika kama upepo. Zile nguo za kimaskini za mzee huwa zinamkera sana Vela. Akapatwa na wazo la kipumbavu sana, anataka akazichome moto. Alivyofika akawa anazikanyaga kweli kweli. Sasa kimaajabu tu maumivu akawa anayapata mzee Ibrahim. Kanyaga kweli kweli, kanyaga kile kibakuli kwa hasira zote. Maumivu yalivyomzidia akaomba gari ligeuzwe chapu sana waelekee nyumbani, maana kuna vitu haviko sawa. Binti alizimwagia mafuta ili azitie moto, ila kimaajabu tu ule moto haukamati. Piga sana kiberiti mzee, ila zero. Mara mzee wake Mr. Ibrahim akafika eneo la tukio, akaanza kumgombeza kweli kweli. Alipotaka ampige akagaili, akadai kuwa huyu binti inabidi asubirie siku yake special. Binti ana siku special. Ni siku gani hiyo? Anyway, wewe twende tu pamoja, utanielewa tu huko mbele. Walinzi wakazichukua zile nguo, kisha wakamfuata ndani. Amuma akiwa anapita pita akafika kwenye nyumba ya Ikemba. Akagonga sana pale getini. Alipotoka Ijike, yeye ana njia ya kufanya juu ya matatizo yanayopitia bosi wake. Mwamba akamdhalau binti, hata hakumpa nafasi ya kuingia mle ndani, akidai kuwa huyu binti amerogwa na ana matatizo yake ambayo yanayomchanganya kutoka huko kwenye familia zake. Akamtimua pale atoke zake, hana muda wa kusikiliza wapuuzi. Basi bana, leo ni siku special sana ya Vela. Amepata mchumba. Mchumba wake anaitwa William. Mwamba alikuja na jopo zima la wazee ili apate kujulikana kabisa. Vela alikuwa amependeza kinoma. Asa ikafika stage ya Vela kuchukua kinywaji kama ni ishara ya makubaliano ya baba mzazi. Asa wakati anaelekea na kile kinywaji ili akampe bwana William, yale mashetwani yakampanda mzee. Yaani ikumbukwe kuwa kila siku lazima aende akaombeombe kule mitaani, maana ndo shariti lake kubwa sana alilopewa kwa ajili ya utajiri wake. Siku akiacha kwenda anaweza akapatwa na umauti kabisa. Akavaa sare yake kama ilivyo kawaida, akatoka nayo. Binti akawa analalamika kweli kweli kuwa kwa siku ya leo inabidi asiende huko kwenda kuombaomba, inatakiwa asherekee, ila mzee hawezi akavunja sharti lake. Asa iko hivi, binti alishawahi kumficha, alimdanganya bwana William kuwa mzee wake huaga hausiki na michongo ya kwenda kuombaomba mitaani, huaga tu anamsingizia. Asa leo imekuwa tofauti. Bwana William anajionea, anaona kabisa Vela hafai kuwa mwanamke wake kwa sababu ni muongo. Pia baba yake ni mtu ambaye anatumia nguvu za giza, anatengeneza pesa kupitia nguvu za giza. Mwamba alichukia sana, akavunja na mahusiano pale pale. Binti alilia sana kwa sababu alikuwa anampenda William kutoka moyoni mwake. Ndoa imevunjika kizembe. Wafanyakazi wa benki wamemtimbia Mr. Ikemba, wanataka marejesho yao kwa kuwa hawajalipwa kwa siku kadhaa, na wanasikia tu kwamba kampuni imeshafungwa. Hivyo basi inabidi wachukue nyumba, maana ndo aliweka kama zamana. Hapa sasa maisha yamebadilika mazima. Mwamba hana sehemu hata ya kukaa, haelewi atafanyeje. Amuma yuko motomoto kweli kweli kumpigia mama yake, maana mama yake anapita mitaa ya yule ombaomba. Anahitaji amwambie kuwa asijaribu kumsaidia pesa ya aina yoyote ile, ila mama akawa hapokei simu. Kweli mama alimpigia honi nyingi sana yule ombaomba, akamuita
Ni moyo wake tu wa upendo ndo unamsukuma afanye hivi. Kabla hajamsaidia, kama bahati nzuri tu hivi, akapokea ile simu ya Amuma. Ila hata alivyoelezewa akapuuzia tu, kwa kuwa mtoto wake mzuia mipango hayupo, akampatia kibunda yule ombaomba. Hili ni kosa kubwa sana alilofanya. Hakika jua halitazama, yani kabla jogoo halijawika atakuwa tayari amepuputika kila kitu. Yeye bana akachukulia kawaida, akaelekea zake kazini. Njiani wenge likaanza kumkamata, kichwa kikaanza kujikoroga. Alipofika hospitali alikuwa kama ni mtu fulani ambaye kaweuka, yani kawa chizi kabisa. Hakika wagonjwa walikiona cha moto siku hiyo. Huyu ambaye anatumia oksijeni pamoja na drip la maji akafungua mpira akazima oksijeni, yani amekuwa mkali kweli kweli. Manesi wa zamu walijuta sana siku hiyo, aliwatandika sana makofi pale, alitaka waponde kabisa na hili linanili. Akamvuta mgonjwa amtoe nje. Hey, noma sana hii. Akaja wodi nyingine akafanya hivyo hivyo. Wagonjwa wa oksijeni walijuta sana siku hiyo, akawa anadai mitungi yake inaisha bure tu oksijeni. Huyu nesi akaona hili tatizo sio hali ya kawaida, ilibidi atoe taarifa polisi, maana watu watakufa bila hata mpangilio. Mr. Ikemba sasa hivi anakula ugali pamoja na mlenda. Maisha yamekuwa magumu kinoma ise. Aliyekuwa mfanyakazi wake sasa hivi ndo anayemsaidia chakula pamoja na geto la kulala. Mwamba anamshukuru tu jamaa yake tu, maana angekuwa mwingine angeshamkimbia kwenye hii hali. Ijike akamwambia kuwa kuna mchongo ameupata, yani kuna tajiri mmoja amemgei daladala yake ili apate kuiendesha, maana Ijike naye ni dereva ise. Halafu akamwomba Ikemba kuwa atishe kama konda ili waue mzigo, ili wapige kazi. Basi bana, kwa kuwa hana kazi akadai kuwa hawezi akachagua kazi yoyote, kazi itakayokuja mbele yake ataipiga kazi. Baada ya mambo kuyaharibu, sasa hivi akili zake zimerudi eti. Anashangaa, wagonjwa mbona hawapo? Oksijeni zimeondolewa, yani hakueleweki tu hospitali. Akaambiwa kuwa polisi walikuja wakaondoa wagonjwa wote, halafu wanakutafuta na wewe kwa kuwa ulitaka uwaue watu. Aise. Akachoka kabisa ise. Kinyonge sana anarudi nyumbani, mawazo ni mengi sana. Haamini kama kavuruga sana kule hospitali. Yani usomi wake wote huo leo hii kafanya mambo ya ajabu. Anang'oa oksijeni, anafanya vitu vya hovyo hovyo, anataka watu wafe. Akawa anajishangaa sana. Amuma akaja, akaanza kumuelezea yote aliyomtokea. Sasa akawa anajiuliza, Amuma amepata kujuaje haya yote? Akaambiwa kuwa kuanzia hivi sasa maisha yake atabadilika, atafilisika, yani ataisha kila kitu, kwa kuwa alimsaidia yule mzee mchawi, ameshaizika nyota yake mazima. Wakati akiwa haelewi cha kufanya, akaambiwa kuwa na polisi nao wameshafika ili wakuchukue uende kwenye mahojiano zaidi. Kweli aisee, punde si punde polisi nao wakawa wanamhitaji mtumiwa wao ambaye alikuwa kaweuka, alikuwa anataka waue wagonjwa. Hawakuwa na maneno mengi sana, wakambeba Bianca kisha akasepa naye. Kuanzia kwenye ubosi kitambi manager hadi kwenye ukonda wa daladala, sio poa mzee. Wazo lingine lililomjia Vela ni kuchukua zile nguo za baba yake na kuja kuzichimbia huku mapolini, ili mzee asipate kwenda kuombaomba huko mitaani. Licha ya kukomaa sana, hajui kuwa anapambana na mchawi. Kwa hiyo katambua ziliko, tena ni chapu tu, chapu kwa haraka. Hata alipofika Vela aliuliza tu kistaarabu, ila Vela akawa ni mbishi kweli kweli. Alidiriki kutoa mpaka shoka, akapumbazwa akili yake kiulaini kabisa, akaongoza njia mpaka sehemu alipozifukia. Mwamba akazitoa tu pale kisha akasepa. Vela ndo anapata ufahamu wake sasa. Akiwa anasanuka hivi, mchongo tayari umeshakwisha. Wazee wa daladala walileta mizigo kwenye nyumba ya Ibrahim. Ikemba kuzungusha macho, akamwona mzee yule ombaomba wa mtaani. Alishangaa sana ise. Imewezekanaje? Yani imewezekanaje mtu kapuku asiyekuwa na kitu anamiliki mjengo wa kifahari namna hii?
Mzee akamwambia kuwa yeye sio ombaomba na hana dhiki ndogo ndogo, ila huaga anafanya social experience, yani zile social test, yani unapima imani za watu mitaani. Kama mtu ana roho ya utoaji, yeye atamfanyia mchakato ili ampe mara mbili yake. Hata hivyo ni jambo jema sana walivyokutana naye. Akaagiza mlinzi alete kibunda ili Ikemba apatiwe, maana alijitolea sana kumsaidia siku ile. Aise alishukuru sana. Alimuona huyu mzee ni mwema sana, bila kujua hili lizee ni lishenzi ndilo lilosababisha uharibifu wa maisha yake. Hata hizo pesa alizopewa maskini hazina usalama hata kidogo. Kweli ese, alivyofika nyumbani akatoa kibegi ili wapige hesabu ya leo. Kucheki ni karatasi mzee, wamepewa makaratasi ya kuashia moto. Chajabu wamepigwa chuma ulete. Pesa zao za daladala zote zimeenda, hawana chochote kile. Katika akili ya haraka hawakumuhusisha yule mzee aliyehusika na upotevu wa pesa zao. Kwa hiyo walibaki tu kwenye taharuki, wasijue ni nini cha kufanya. Hapo ndo Amuma akaja kwa Ibrahim. Walipokutana akaanza kumchana juu ya uovu wake wote anaoufanya. Wakati huo binti yake Vela akawa anashuhudia. Alipouliza akaambiwa utabiri wake. Yeye ni mtoto wa kipekee wa Ibrahim. Sawa, hapo alipo sio kwamba anapendwa sana, kwamba baba yake anamjali sana, hapana. Ila anatunzwa ili aje atolewe kafara. Kafara kwa ajili ya miungu ya mzee wake. Alishtuka sana ise. Mzee akaagiza walinzi wapate kumkamata binti. Binti akatoweka. Walimfukuza kweli kweli, ila hawakukamilisha swala la kumpata. Vela akamuuliza baba yake kama hizo taarifa zina ukweli ndani yake. Alipoona baba yake haeleweki katika maelezo, akaamua akakusanya virago vyake vyote ili apate kusepa. Ila maskini alikuwa tayari ameshachelewa. Akazimishwa pale na dawa za usingizi na kwenda kufungwa chumbani asitoke mpaka pale kafara itakapokamilishwa juu yake. Kwa kuwa alikuwa na hekima za kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu, watu walitokewa kuvutiwa naye sana. Sasa wakati yupo hapa, Ikemba akawa anapita mitaa ile ile, ilibidi aanze kutoa unabii juu yake. Basi bana alipata kumweleza kwa kina zaidi, na akamwambia kuwa kesi iliyomkuta yeye ndo hiyo ambayo iliyomkuta mama yake. Kwa hiyo akadai kuwa atawaunganisha yeye pamoja na mama yake ili sasa wafanye utatuzi wa hili tatizo lao kwa pamoja. Vela alizidi kuhangaika sana, asijue ataweza vipi kujikomboa dhidi ya huyu muovu baba yake ambaye anayetaka amtumie yeye kwa kafara. Kwa wale wanawake wenye ujauzito, mimba changa, Ibrahim alizidi kuzichukua kwa kafara. Tizama hapa, mama huyu kasaidia pesa yake kiroho safi kabisa. Ila baada ya muda kidogo, damu zikaanza kumvuja, kumaanisha kwamba mimba aliyokuwepo nayo imeshaharibika maskini. Amuma akafanikiwa kuwakutanisha Ikemba pamoja na mama yake. Walikuwa tayari wameshaweka mambo sawa ili binti atoke chini ya uangalizi wa polisi. Japokuwa amezuiliwa kwenda kazini, akawajulisha kuwa maisha yao, nyota zao zimeshazikwa na Ibrahim. Hata wakijihusisha na kazi tofauti hataweza kufanikiwa kwa kuwa bado wamefungwa. Ili kuvifungua hivyo vifungo ambavyo wamefungwa, inatakiwa akaonane na nganga. Nganga ni nani? Nganga ndo mtu pekee atakayeweza kuwafungua hivyo vifungo vyao. Kweli ese, wakafika mpaka kwa nganga. Akawapa maelezo nini cha kufanya. Wakaingia kwenye tiba zaidi. Ikemba akawa yupo serious kweli kweli mzee. Binti alifanikiwa kufungua zile kamba. Akamvizia mlinzi kisha akamtwisha kitu kizito kichwani. Akabeba bunduki akasepa. Akaja mpaka nje. Akawatishia walinzi. Walipomwachia tu upenyo, yeye huyo kibati. Ili kukamilisha urudishaji wa nyota yake, inabidi akamate hiyo pesa iliyotoka hapa kilingeni, aende akaitumbukize kwenye lile bakuli la yule mzee Ibrahim. Baada ya hapo prosesi zingine zote zitafata. Bianca akadai atamsaidia yeye zoezi la kwenda kumpatia yule mzee hiyo noti. Sawa bana, sijui kama ataweza kweli kuifanya hiyo kazi. Ngoja tuone itakuwaje. Leo bana ikawa kama siku ya majanga. Alimtafuta sana mzee aonekane ise.
Kumbe bana alikuwa location ya upande wa huku. Alipomuona tu alimfuata kiunyenyekevu sana, yaani ni kama hawafahamiani kwa chochote kile. Akampa salamu mzee Ibrahim, kisha akaichukua ile noti iliyotoka kwa kuhani. Alipoiweka tu mzee alitetemeka sana isee. Hapo sasa amefanyiwa kosa kubwa sana dhidi ya miungu yake. Alipokuja hata huku kilingeni, kilinge kikaa kimechacha kweli kweli. Wakulungwa walikuwa wanataka afanye mchakato amuue yule Ikemba mwenye kutaka kurudisha nyota yake. Hapo alipo ana siku 7 tu, bila hivyo atakufa yeye mwenyewe. Akaja kuwapa oda walinzi wake wamsake popote alipo Ikemba, kisha wamrejeshe pale akiwa amekufa au yu hai. Basi bana wakaja moja kwa moja mpaka kwa Bianca, maana anajua tu kabisa hawa watakuwa wapo pamoja. Walitembeza msako kweli kweli. Wakati huo akina Bianca walishasepa kitambo sana. Walipoona hakuna mtu yeyote yule, nao wakaamua wachimbe. Kwa kuwa wanawindana, akaja kumkamata mzee akiwa yupo zake location. Maana huku waga akiwaga location, waga anatembeaga peke yake bila walinzi. Akatumia mbinu ya Yaiviza, akamlegeza nguvu zake zote, akampeleka home aisee. Walipofika funga kweli kweli, tia nyororo nyingi sana za kutosha. Hawakuamini kitakachokuja kutokea, maana wamemfunga mchawi. Wakati huo akaagizwa Bianca ili aje afukue ile hazina ya maisha ya watu. Akifanikiwa kulifunua lile jeneza, ndo ataweza kumwangamiza yule mzee Ibrahim. Kimaajabu tu mzee naye alikuwa live aisee, akaanza kumimina njugu, piga sana risasi pale, risasi zisizokuwa na idadi. Akapata upenyo akasepa. Kule alikokuwa amefungwa ameshasepa, kwa sababu yeye ni mchawi, hivyo vitu ni vidogo sana ise vya kutoweka. Basi bana akatuma vijana wakachukue lile jeneza, walitoe kule makabrini walilete pale home, maana limejaa maisha ya watu wengi sana. Alafu hayo maisha ndo yanayomfanya yeye kuzidi kuwa tajiri mno. Huku ndani litakaa kwa utulivu mno, huo ndo utajiri wake. Akajisifia akisema yeye ndiye baba Ibrahim, baba wa mataifa yote. Hawa walipokuja kuchimba huku hawakuamini kama wangefukuzwa na nyuki, tena nyuki zisizokuwa na idadi. Ni mbio tu mzee wa kazi. Kuna afisa wa polisi alikuja ili amkamate Ibrahim kuwa anajihusisha na uhujumu uchumi. Hakutegemea kama atabadilishwa akili yake, akalazimishwa achangie kiasi chochote kile cha pesa ambacho anacho kwenye hilo bakuli. Alipoweka tu akabadilishwa akili yake, safari ikaanza maskini. Alipotua mitaa ya baa alipiga unywaji usiokuwa kawaida. Kwa kuwa akili yake haipo, akatoa chuma kisha akamtandika muuni bila kosa lolote lile. Ikawa ni kesi mzee wa kazi. Leo bana katika hali ya ajabu, Vela amerudi kachoka kweli kweli. Alipofika karibu na baba yake, akaanza kuomba misamaha mingi sana, akidai kuwa yeye yupo tayari kutolewa kafara, maana anadai anaugua ugonjwa ambao hawezi akapona, hauwezi ukamwacha salama. Kwa hiyo yeye ni bora afe tu. Mzee aliamua atoke na Vela home pale, waelekee hospitali. Bianca pamoja na Ikemba walikuwa wameshafika pale, wakajua ni rahisi kufungua lile jeneza. Aise, walipigwa shoti zisizokuwa za kawaida. Mzee wa Yaiviza akaliweka ili lipate kuzinyonya zile nguvu zote. Kweli aise, uchawi wote ukatoka. Huku njiani Vela kabadilika, katoa chuma, anataka ampasue mtu ubongo. Mzee haelewi kinachoendelea pale, anaona kama ni utani tu, binti yake anamfanyia masiala. Kwa kuwa yeye ni mchawi, akaamua amfanyie binti yake jambo la kinyama sana. Aliamua ampige ukichaa. Pale pale tu binti akaanza kucheza cheza ovyo, anaimbaimba ovyo, anatembea tembea, anakimbia ovyo kabisa. Wakafanikiwa kuiba zile hatima zao, maisha yao. Kimbembe kilichopo ni je, wataweza kutoka salama? Kwa maana mzee Ibrahim, baba wa mataifa, ishafika akaroga kwanza ile nyumba. Hakuna mtu yeyote awezaye kupita. Kweli aise, walipotaka watoke wakaanguka chini. Hapo ndo ameshajichanganya tayari kuingia kwenye mdomo wa mamba. Walinzi wakapewa oda, inabidi wakawapige moto hawa watu. Kweli aise, wakafikishwa machinjioni. Hapa inatakiwa wapigwe kiberiti, dumu la mafuta likahusika pale.
wakawaogesha mafuta ya kutosha sana. Kabla ya kifo chao, Bianca akaomba ampigie simu binti yake mdogo ili apate kumpa maneno ya mwisho. Kweli aisee, akapata kuzungumza naye akiwa amekata tamaa kabisa, asijue atapata wapi msaada. Binti akahitaji aongee na mlinzi ili apate kuweka mambo sawa. Akamjuza kuwa yeye alizaliwa na pacha wake, ambaye huyo pacha wake aliuzwaga na mama yao kwa sababu tu mama yao alikuwa na tamaa za pesa. Kwa hiyo ajaribu kumkagua huyo binti, maana huyo binti ndo dada yake pendwa. Akaikagua alama isee, kweli Bianca ni dada yake kabisa. Akakumbuka kila kitu, sababu ya utengano wao katika maisha ni mama yao tu alimuuza binti huyu akiwa ni mdogo sana. Mwamba anatakiwa muokoe dada yake. Akamzamisha mwenzie kwenye kaburi, akawafungulia kamba, kisha wakaondoka pale. Aliporudi alimdanganya bosi wake kuwa ameshaimaliza kazi, amewazika wote, tena amewazika wazima, pamoja na yule mfanyakazi mwenzake ambaye ndo anaitwa Smash. Yule mlinzi mwenzie alikuwa ni Jau, kwa hiyo alimpiga risasi akawaunganisha na wale wote. Mzee akakubali, akamwamini sana huyu jamaa, bila kujua huyu jamaa ndiye msaliti mkubwa, ndiye Yuda. Akaamua aingie kwenye chumba cha siri ili aikamilishe kazi. Akaja na kile kibegi chenye hatima za watu. Bosi wake hakumuelewa pale. Alipoona Mwamba kama analeta michongo ya usaliti, akataka amuue. Ila cha ajabu, pete yake ikawa haifanyi kazi. Hii imekuwaje? Kumbe sasa ilikuwa hivi, wakati akiwa amelala, yule jamaa Mr. Yuda aliibadilisha ile pete. Alichukua yenye unyama, kisha akaweka pete ya kawaida, pete ya ndoa. Anachotetea ni ndugu yake Bianca isee. Nao wakawa wameshatua pale eneo la tukio. Walimsema sana isee. Walimsema kwa aina ya maisha aliyoyachagua, maisha yenye masharti mengi, maisha yasiyokuwa na raha wala amani na upendo. Akazimwaga zile pesa. Walipookota hatima zao, mzee akapigwa na kimbola kizito na kufa pale pale. Biashara ya baba Ibrahim, baba wa mataifa, ikawa imeishia hapo. Baada ya muda, Mwamba akamleta dada yake ili aje amuone mama yao. Asa mama hakujua, maana alimuuza binti huyu akiwa ni mdogo sana. Akaanza kusema kuwa, vipi, umekuja na mkwe au umekuja na mkwe kijana wangu umekuwa sasa, nahitaji wajukuu bana. Ilibidi aanze kumuelezea kuwa huyu ni dada yake. Ilibidi alazimike na swala la kumuonesha na ile alama. Mama ndo akaamini sasa. Aliomba misamaha, maana ilikuwa ni njaa tu ndo ilifanyaga amuuze binti yake. Akamleta mama yake hadi nyumbani ili akutane na mjukuu wake Amuma. Furaha ikawa ni kubwa sana isee maeneo ya pale. Akarudishwa hospitali tena, maana zile laana zote zimeshavunjwa tayari. Amekuwa na upendo sasa, ana upendo mkubwa sana na wagonjwa, hataki kufanya tena mistake. Wakati anarudi home, alikutana njiani na Vela. Vela alikuwa ni kichaa kabisa, ila naye katika hali ya ajabu akapata uzima wake, maana aliyemloga ameshakufa tayari, na vile vifungo, laana zote zimeshasepa. Akayatoa yale mauchafu yote aliyokuwa nayo, makopo, akaanza kukimbia mbio nyingi. Kwa kuwa waliopitia yanafanana, na ukizingatia Ikemba alimpotezaga mke wake, hivyo hanaga kampani yoyote ile, basi akaomba nafasi ya upendo kwa ndugu Bianca. Mtoto naye akasapoti mchongo, familia zikaungana. Na hapa bana ndo inakuwa mwisho mwa hii hapa inayoitwa Pa Abraham, yani baba Ibrahim, baba wa mataifa. Naomba niandikie maoni yako hapo chini. Umeionaje hii kazi? Sasa hii hapa movie, kuna mdau bana aliandika hapo chini kwenye comment, nami nikaona iko poa tu tuweze kuruka nayo. Basi kwa kuwa niko kwa ajili yenu, kama kuna movie aina yoyote ile unayopenda turuke nayo, idondoshe tu hapo chini kwenye comment na mimi nitaiona. Naomba unisupport kwa kubonyeza neno subscribe, kisha turn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi ambapo nikiachia video mpya. Thank you. Ungana nasi tuwe familia kubwa. Ubweka nafsi tiba yake utaipata.
zile movie kali, burudani ya uhakika. Bando lako, muda wako utojutia. Uwepo wako ni thamani kwetu. Kwa maoni yako na kushare kazi zetu. Lenji Media, kutana na True Boy. Lenji Media, kwa movie kali